hauwezi kuwa na maono. Kwa hivyo chanzo cha maisha yetu, tusome hii haraka haraka, twende moja kwa moja katika kitabu kile cha Daniel, kwa sababu kama kuna mtu alikuwa mtu wa maono ni Daniel, na pia kuna mwingine anaitwa Ezekieli, pia alikuwa mtu wa maono, na ndio sababu pia kuna mwingine anaitwa Musa, pia alikuwa na maono. Musa anasema nitageuka ili nione maono haya. Kwa hivyo bila kugeuka pia huwezi kuona nini? Maono. Lakini let's start from prayer. Kwa hivyo first thing is prayer. Ili uweze kuwa na maono wahitaji Daniel 9:23. Alafu ene Daniel 10 fungu la 7. Naenda mbio kwa sababu lazima nitasema. Na kusema kwa hii ni kupitia kwa vile vifungu na vipiana. Mwingine anasema umesema ni Daniel 9:23, Daniel 10 fungu la 7. Narejelea tena maana yake niko mbio kiasi. Ili uone maono unahitajika kuwa na tabia ya kuomba. Na pia ili ukamilishe maono unahitajika kuwa na tabia pia ya kuomba. Anayezalisha maono ndiye anayeweza kukupa nguvu ya kukamilisha hayo maono. Yaani aweza kuvyala pia na uwezo wa kuenda wa kurera. Aliposema na Yesu. Sambo kala unaweza kuvyala lakini kuweza kuenda. Donda koshindwa tanipaka pakana vyala na rera. Kukupia na vyala na inaenda na rera. Mungu wakale wewe vyala koza kurera. Yaani akizalisha kitu cha rohoni katikati ya maisha yetu, lazima hicho kitu anapokizalisha atahakikisha anakikamilisha ndani yako. Kwa hivyo maono ambayo yatazalishwa yape kwa njia. Soma kama umefika pale madam, mbona kungojea? Nisaidie. Tafadhali. Daniel 9:23. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri. Nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Anaambiwa mwanzo wa nini? Rejelea tena. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa. Pende mwanzo wa maombi. Wakati alipoanza safari ya maombi, nayo mbingu ikawa imeshtuka. Wapendwa, tunaweza kushtua mbingu through prayer. It is just the only prayer that moves the hand of God. Without prayer, the hand of God cannot move. Yaani kupitia kwa maombi tunaweza kutikisa mkono wa Mungu. Maana zigoma kizungu wangu. Bwana Yesu. Amen. Yaani kama umwache mkono wa Mungu utembee kule mbinguni, ukija hapa na kufanya vitu, unazungusha mkono kupitia kwa maombi. Ndio ndio mwanzo wa maombi yako. Haleluya. Mwanzo wa maombi endelea. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri. Yaani ukianza maombi pia mbingu inaamuru. Haleluya. When you start praying, wapendwa ni maombi. When we start praying, na kuna mamlaka, mbingu inaamuru, amri ikatolewa. Haleluya. Yaani mwanzo wa maombi amri ikatolewa. Kwa hivyo maombi yalipokuwa haya kwanza hakuna amri. Haleluya. 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 Mwanzo wa maombi yeye huanza kuleta amri ya vitu ambavyo aliviamuru maishani mwako kabla ya misingi ya ulimwengu kuweko. Aliviumba akaviweka katika ulimwengu wa roho. Lakini pia kabla mtu aviende vya vitukuse. Nikizungumza hivi unanipata vizuri? Yaani inamaanisha nini hapo ongea hivi? Namaanisha wakati ukianza maombi ndio mbingu inaanza kuamka kule. Alafu sasa inaanza kuangalia kwani huyu alikuwa ameamuriwa akiwa chini ya jua awe na nini huko. Haleluya. Awe na nini huko?
Je, alikuwa ni aendeshe gari, ajenge nyumba? Alikuwa ni asome afikie kiwango fulani? Inaangaliwa faili yako, inaangaliwa mipangilio ya maisha yako. Lakini it is when you start praying. Pray. Give back vision. Ndio mwanzo wa maombi. Mwanzo wa maombi. Endelea. Nami nimekuja kupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Nimekuja kukupasha habari sababu wewe unapendwa sana. Basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Anasema tafakari habari hii na ufahamu maono haya. Haleluya. Wapendwa, kama tutafakari habari hii ambayo iko hapa na kukamilisha maono yale, tunahitaji kuweka maombi mbele ili tutafakari. Unajua kwa nini iliwekwa hii hapa na ili maandiko yanasema andika yale maono yako uyaweke ili yasomeke, yawe kama maji. Unapoingia, unapotoka, yaonekane wazi. Sasa anaambiwa kama Mungu alielewa ya kwamba, yani kwa lugha nyingine hapa tukiwa vile tulivyo, Mungu ana mpango ambao na uweze kukamilisha ndani yako na uweze kukamilisha ndani yangu. Lakini kwanza we start tuwe na nia ya kuja hapa kwa ajili ya kumwomba Mungu. Yani ukalo zungala kwako lakini lengo mtueleze. Ikale nyumba ya sala kwanza. Alikosana Yesu. Amen. Iwe nini nyumba ya nini? Amen. Ikiwa nyumba ya sala, unajua ndio uwepo wa Mungu utashuka. Ndio baraka zitashuka. Lakini kama itakuwa nyumba ya sala, itakuwa nini? Pango la wanyang'anyi. Itakuwa ni nao, it is like a business. Itakuwa ni mahali pa kugeuza vitu. Sasa wakati ulikosa maono, hebu soma hiyo 10% pale. Nami Danieli nikaona maono haya peke yangu. Kwa nini aliyaona peke yake? Kwa nini anayaona peke yake? Anjini mimi kawaida. Mwambie jirani yako unahitaji kuanza maombi sasa, uone maono yako. Wacha kulala. Umelala miaka yote mama. Umelala miaka yote kijana. Umelala miaka yote pia mzee. Sasa lazima uende ulamke uone maono. Alikosana kiasi. Maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono. Pamoja na mileka wenda mwambie jirani yako, wewe uko hapa lakini hujaona maono yako. Uko hapa lakini hujaona. Mimi naona kanisa kubwa hapa. Wewe waona nini? Haleluya. Biblia inasema alikuwa pamoja na wenzake. Lakini hao je, anaona peke yake? Na kama hivi mimi kama naona peke yangu, hao wengine hawaoni. Unajua watakuwa wako vipi? Hebu mwanzo usentesi pale. Lakini tetemeko kuu liliwashika. Unaona sasa? Kwa sababu mimi naona maono peke yangu, wale wengine wameshikwa na nini? Tetemeko linamaanisha woga, msumbufu, wanasumbuliwa, maana watafikia ile ndoto ya Mungu ndani yao. Haleluya. Kanisa la Bwana, kuna mtu anahitajika aanze kuona kile ambacho Mungu kimleta yeye hapa, ili akiweze kushikilia na kiweze kusimamia. Haleluya. Bila hivyo utatishikwa na kutetemeka. Mwanangu ndendaze ili usitetemeshwe, maana maandiko yanasema tumepokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Haleluya. Na kama tumepokea ufalme usioweza kutetemeshwa, ni wakati tumeshika maono ya kifalme na tunatembea na amri na sheria ya kifalme. Sasa ndio kaundaendaje? Mnasema
kwa sababu tumepokea ufalme sasa kutekelezwa. Sasa tunaweza sasa kutoa sifa na ibada inayoweza kumpendeza. Hiyo mistari napenda kuisoma. Napenda kuisoma hii mistari. Hata kama nitabaki hicho kipengele kimoja si shida. Twende katika Hebrews. Haraka. Nimekwambia na Waebrania 12. 12:28. Basi kwa kuwa tumepokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Maliza hiyo Danieli. Nimekuwa tunasoma hapa nikibisha. Hao waliokuwa huyu anaona maono, hao wengine wanatetemeka. Maliza hiyo Danieli. Lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Wakakimbia. Wakati unapambana na tetemeko lililokuu, Biblia inasema hauwezi ukaa mahali ambapo unaonekana. Lazima utakimbia mahali ujifiche, maana hakuna maono unayoyaona. Tetemeko ndio litakushika, na wakati tetemeko linapokushika utaingia mahali wewe uweze kujificha. Hatuna haja ya kuingia mahali kujificha, maana tunaona maono ya Bwana na tuko tayari kuyakamilisha yale maono ambayo Bwana ameweza kuyaweka mbele yetu. Haleluya. Daniel una maono yake. Baranjini wa Granul tetemeko. Tapaka wanazendaje? Wanazipita. Unaona maono yake. Sihitaji wewe uanze kutetemeka. Wahitaji wewe usimame na uone kile naona, na useme kile nasema, na utende kile natenda, maana naona unaenda mbali. Bwana ana mpango kupeleka wewe mbali, na kama unaona mbali, basi unahitaji kujipanga kufika huko mbali. Maana kama unaenda kule, lazima ukajipanga. Alivyosema Yesu. Amen. Si uenda kule alafu utajipanga, kinawezekana. Kwa hivyo maono haya yanazaliwa kupitia kwa maombi, na kama ni maombi pia yanakamilishwa na maombi. Maana maombi yakiwa ndani yako yatakutia moyo, yatakupa nguvu, utajisikia ufike viwango vya Bwana pale mahali alikulenga. Yesu kama angekuwa hakuwa na maombi, maono ya kumkomboa mwanadamu yasingekamilika. Wapendwa, the big vision we have in this church tunaweza tu tukakamilisha wakati tukianza kuwa na nia ya kuja hapa kumwomba Bwana. Haleluya. Amen. Wakati mwingine kazi zenu haziwaruhusu kupatikana katika nyumba ya Bwana kwa maombi. Tenga muda ukiwa pale kazini. Take your lunch kama ni 1 hour. Take 15 minutes. Nenda mahali pasipokuwa na watu. Piga magoti, mulilie Bwana. Kulingana na historia, atubere baro Musa Yesu aro msalabani. Baro kwenda mlola Mungu. Mwere Mungu mtengeneze kaeni na Mungu. Mwere niere 04 Mungu. Kwa sababu wewe karibu unaenda nani? Newa tezo. Ngomira. Sasa unaanza uende nani? Mwambie jirani yako mwaka huu, mwaka ujao uwe na ngomira za kwenye magoti. Na hii italetwa na kupiga magoti kwa yeye ambaye anaweza. Maana kuna maono ambayo unataka azaliwe, na njia nyingine ya pili ni wewe kugeuka. Haleluya. Musa akasema nitageuka niyaone maono haya.
maana nimeona hiki kijiji kinateketea lakini hakimaliziki. Moto huko lakini bado hakiteketei, kinaonekana kina moto lakini bado ni kibichi. Akasema nitageuka ili nione maono. Wapendwa, maono yanaweza kamilika wakati watu wakiwa na nia ya kugeuza. Mugeuzwe, nia zenu zifanywe upya. Hiyo tutafanya ibada yenye kumpendeza Bwana, tuwe na unyenyekevu na kicho, tuone kama shetani anayotetemesha. Haleluya! Shetani ataweza letemesha yale maono Mungu ameweka ndani yako, kila alichokipanda ndani yako, maana unaona vyema na unatenda vyema na unasimama vyema. Haleluya! Ona vyema, sema vyema, tenda vyema, simama vyema. Oh.